Current kwenye gold tumepewa kwamba tuna area of liquidity major. This was the major area of liquidity ambayo tunayo kwenye daily, lakini pia we have the minor area of liquidity on the daily pia hapa hapo. So tunayo. So current market iko kwenye hili eneo hapa. So sisi tunatakiwa kuangalia opportunities za kuchukua trade on that point. Ili tuje wapi? Ili tuje hapa ndani and then tuendelee kubuy. Mimi ninacho predict ni kwamba market ina probability ya kwamba itarudi tuje tutafute positions za kuendelea kubuy. Kwa nini? So when you come on the weekly time frame utakuja kukuta kwamba price yako imesharudi within the area of liquidity ya weekly, na kwenye masaa 4 ilifanikiwaga kufanya transition kwenye hii upande wa hapa juu. So market inafaa kurudi huku ndani. Sasa kwa mtu wa weekly na masaa 4, yes, sasa hivi ndo kapewa transition hapa, kwa anatakiwa arudi huku ndani kuja kutafuta liquidities. Lakini kwa mtu mwenye lisali moja, yeye alikuwa shapewaga maamuzi hapa pap, ikafata price ikachukua liquidities ikafanya nini, ikaondoka. So current nini tunategemea price ije ifanye? This is the area ambayo market inafaa kurudi ili tuje tupate push zingine za kwenda wapi, kuendelea juu. Kwa hata kama tutaenda kutafuta selling opportunity on these areas hapa, sisi tutakuwa tunachukua partials tukiamini kwamba either on these areas hapa au hizi areas za hapa ndani zinaweza zikaja zikafanya maamuzi ya kuja tena kutumpush kwenda wapi, kwenda juu. Lakini tutakuwa tuendi blind, tutakuwa tunaenda kuangalia nini ambacho price ina offer, ndio tutakuwa tuna react according to what ambacho price ina offer. So mimi nawapa views ambazo naona zinaweza zika happen. So current, this is the area ambayo tunatakiwa tuvunje ili tuseme tunarudi kwenye masaa 4, ambao ile ya masaa 4 the same ni hapo hapo tu. Lakini pia tukivunja hii ya masaa 4 ndio ita confirm tunarudi kwenye daily time frame. Daily time frame ni ipi? Ni hii hapa. Kwa kama price itafanikiwa kuja kuvunja kabisa ili eneo hapa, this area hapa, manake tuna probability ya kuingia umndani, na tukiingia umndani ndio maana nawaambia kuna probability ya price kuja kutupa setup ya kufanya nini, kununua, kuendelea kubuy. So now we're on these areas hapa hapo ndani, na price tayari imesha react kwenye hiyo structure cha hapo ndani, na tunajua ni minor area of liquidity ya daily. So nini ambacho tunatakiwa kusubiri ni 1 hour ifanye maamuzi. So kama maamuzi hayajatokea kwenye 1 hour hatujui, kwa sababu ni wiki inafunguka. Si suggest mtu ambaye hajaingia aingie. Ushanisoma? Kwa hapa mfano, kwa mtu angesema atumie dakika 15 still asingepata maamuzi yoyote. Kwenye hapa hivi kwenye touch ya kwanza asingepata maamuzi, but for the second touch hii price ingekuwa imemuoffer transition, na structure hii hapo ndani ndo price ingerudi ndani kwenda kutafuta hizo liquidities huko juu, ndo ikaa imesell. Kwa mtu ambaye ameshikilia hiyo sell anaweza akaendelea maybe kuishikilia. I don't know how the market inaweza ika open, kwa sababu kitu kingine ninachokiona hapa ni kwamba price haijaenda kureact sehemu yoyote, imefanya tu liquidity sweep. Sasa kama imefanya liquidity sweep, lakini tunajua tulipaswa kuvunja ili eneo, imefanya liquidity sweep, hii entry inakuwa ni nadra sisi kuitrade kwa sababu hatuoni popote ilipoenda kureact, lakini imeshafanya changes. Kwa sisi tutasubiri reaction yoyote market itafanya nini. Market inaweza ikafunguka ikarudi huko ndani ikaendelea kubuy direct, au inaweza ikafunguka ikaje ka break ikaje katupa maamuzi mengine baadaye. Kwa hiyo nini ambacho tunatakiwa kukiangalia right now ni kwamba kwa mtu ambaye tayari yuko ndani kwa kutumia hii shift, yeye endelee kuangalia nini ambacho itakufanya market. Lakini kama stop loss yako unajua wewe uliacha karibu, inaweza ikakutia wasiwasi. So market inaweza ikapush kidogo nini whatever. So kupata kujua nini ambacho kinaweza kufanyika, uje tumwangalie huyu jamaa hapa, kwa sababu huyu ni pair ambayo waga inafanana na gold vile vile, lakini yeye ni wananili. Mbona yeye alichokifanya, unaona anachokifanya yeye? Huyu ni gold, lakini ni gold wa nanili, ni gold wa crypto. Yani ni sawa USD ila ya crypto. Inafanana kila kitu na sawa USD. You can see the same trade, price imespike the same, imekuja kureact on the same area. So huyu sisi waga tunamwangalia amefanya nini, ndio tunakuja kujua hata market ikifunguka kwenye gold tutegemee nini. So current yenyewe inachokisema ni kwamba baada ya price kuja kwenye 1 hour ilirudi kwenda kureact kwenye ile structure ya huku nyuma. Hii hapa inachosema yenyewe, baada ya price kuja kureact huku nyuma kwenye dakika 15
ndio tulikuja kupata ile transition ambayo ilikuwa ni hapa hivi. Actually yeye hajai display vizuri, nadhani kwenye dakika 3 au 5 yeye ndo alitoa maamuzi ya hii hapa, alitoa transition ya dakika 3 hapa, kwa price imekuja kuchukua. So sisi tunachokijua ni kwamba gold yuko hapa, gold yuko hapa, ndio sisi tunachokifahamu hichi. Yani hata sasa hivi nikikata hapa chart hapa afu nikarudi gold, utakuja kuona gold yeye yuko hapo hapo, unaona. Lakini yeye anachokuja kutuambia ni nini? Kwamba yeye gold alibai aliseliseli akabaibai nini. Kwa ndo maana nakwambia huyu anatupa tu direction ya kwamba nini ambacho kimefanyika weekend. Kwa ndo maana nakwambia hata hapa price inaweza ikapush, kwa sababu tunaona ilipiga swap na yenyewe kama kawaida pia ilipiga swap kwenye dakika 15. Kwa unaona ile transition na ile inside formation ambayo tunaiona kwenye gold sasa hivi, price hii inasema ilirudi kuichukua ndio ikaendelea. Kwenye gold bado hiyo transition haijafuatwa. Na yenyewe na sisi ishafuatwa, ishafuatwa. Hii hapo na yenyewe ilifuatwa, so price imeenda. So huyu anakuja kusema tena baada ya kurudi kuchukua imeendelea. So inaendelea kama kubai, na sasa hivi tunaona ina spike tu. So huyu anaweza anatuonesha njia issue ya kwamba gold pia anaweza akafunguka akafanya haya mambo yanayoendelea hapa, kwamba akajaribu kutaka kurudi juu kule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi sisi tuliochelewa tushachelewa, yani tushachelewa kwenye gold kuingia. Kwa kama tushachelewa, it's better tusubirie tuone nini ambacho gold atafanya. Anaweza akafunguka yeye akaamua kuvunja whatever, anaweza akafunguka akaendelea kubai, lakini view ambayo tuko nayo sasa hivi tuko kwenye ile of liquidity ya daily ambayo inatufaa sisi tu sell. Na kama tuna sell, basi kuna level ya masaa 4 ambayo itakuja kutusumbua hapa. Ikivunjwa hii ndio tutakuwa tuna predict soko kwamba itarudi on this daily of liquidity ambayo imebaki hapa, ili tuje tuendelee kwenda wapi? Kwenda juu. Yani manake mzigo tunao predict unaweza kufanya kitu kama hiki afu ndio kufanya hivi. Sasa depends na nini price itafanya, depends on the price action. Kwa hiyo ni view ambayo unaweza kaa nayo on the gold. Lakini kwa nini tunakuwa tuna aim kubai? Mimi na aim kubai kwa sababu ninachokiangalia ni kwamba on the weekly price yangu imerudi hapa ndani. Sawa? Imerudi hapa ndani. Sasa kama imesharudi hapa ndani imereact, the only area of liquidity ambayo tunajua price inatakiwa kuja kufika ni hili eneo hapa. Ishafika mara ya kwanza actually, lakini kwa sababu hatuna BOS mpya na tuko kwenye weekly area of liquidity, kwa tukibai hapa, this is the area ambayo market inafaa kufika. Kwa hii ni view direction ya gold. Kwa mtu yoyote ambaye ananiulizaga kwa mfano gold sisi tunamfanyiaje top down analysis, cha kwanza tutamwangalia kwenye weekly, kwa sababu ukisema urudi monthly gold atakwambia unafaa uje huku chini. Sasa utajikuta sometimes unakosa maamuzi sahihi kwa sababu hamna alipoenda kureact, hamna ile of liquidity aliyoenda kureact ambao utaweza kurudi labda daily kwenda kuangalia atafanya nini. Kwa maana yake tutakuja kutumia weekly instead. Kwa weekly itatupa overview ya nini tunatakiwa kufanya on the gold. So kwenye gold inatuambia kwamba this is the area of liquidity ambayo inafaa kuja. This is the minor, this is the major. So price ishatuonesha kwamba this is the price ambayo inafaa kuja. Kwa kuna probability ya market kutoka ili eneo hapa ilipo mpaka kuja kufika ili eneo hapa. Kuna probability. Lakini hatuwezi kwenda blind tu. Tutaangalia nini ambacho price pia inakuwa inatu offer within. Kwa nini kwa hiyo nini naweza nikakisema hapa ni kwamba buying positions zinaweza zikatupa favor nzuri zaidi, kwa sababu hata tulivyorudi on the daily tunakuja kuona kwamba tumepata structure ya kwanza, tuna structure ya pili hapa. Kwa kuna probability hii structure hii ndio kama candlestick anatomy yetu sisi, ndio kama ile structure. Kwa hiyo inaweza ikaje ikatumika kuja kuchukua liquidity ili ivunje hii transition hapa, zaidi ifanye reaction hapa ambayo tena itatupushi turudi chini, lakini inategemea tena itarudi mpaka hapa ndani at least. Kwa hiyo ndo view au ndo top down analysis ya gold. Nini tufanye sasa hivi? Nini tusubirie? Tushachelewa entry ya kuseli. Kwa kama tushachelewa tusubirie tuone nini itatuofa. Kama itatuofa another position ambayo itatuambia to sell, tutaseli tukiamini kwamba masaa 4 yanafaa kuvunjwa. Kwa kama masaa 4 yanafaa kuvunjwa, pia ndo sehemu ambayo ni kizuizi cha kurudi on the daily level of liquidity. So price inaweza ikarudi hapa ndani ikakupa confirmation ya kubai. Ikikupa you have to take it. Ikigoma wait. Kama market itarudi ndani, tutakuja kutafuta position za kubai tukiwa ndani. Kwa sasa hivi tushachelewa kuingia sell.
So let's wait tuone, maybe inaweza ikatupa direction nyingine, maybe baadaye, labda hata kesho mida ya mchana huko unaweza ukapata trade, au asubuhi, you never know. So tusubiri tuone nini ambacho price hii itatupa. Kuna mtu yoyote hajanielewa nilivyoiangalia gold kutoka kwenye weekly mpaka kufika kwenye nini tuweze kuangalia au nini kinatakiwa kifanyike? Kuna mtu yoyote hajanielewa mpaka hapa? Kama unajua kabisa wewe uliniambia mimi nikufundishe jinsi ya kufanya top down analysis. Top down analysis manake tunaanzia time frame kubwa kurudi ndogo. Time frame kubwa ni monthly, weekly. Hizo ndo time frames za sisi kuanzia. Sometimes unaweza mpaka ukaenda miezi mitatu, miezi 6, depends na wewe. Lakini sisi tutakuwa tunaanzia sana sana monthly, weekly. So kwenye gold monthly inatuambia tunatakiwa kufika chini sana. Sasa kabla kufika chini sana kuna kazi tunatakiwa tuifanye. Tunatakiwa tufike at least hizi levels, tunatakiwa tuzifikie. Tunazifikiaje? Ndio tutatumia haya maamuzi ninayoonyesha hapa, direction ninayoonyesha hapa. Kwamba on the daily tayari tunajua price react kwenye weekly. Kwenye weekly baada ya kureact hatuna structure yoyote tuliotengenezewa ambayo itatuambia kwamba sisi tubai. Lakini tukirudi kwenye masaa 4 from the weekly, tumepata transition tayari na tuna structure hii hapa ambayo ni inside formation. Kwa kama tuna transition na inside formation, hii inside formation iliyopatikana hapa ndani ndio hiyo inayoonekana hadi kwenye daily kama area of liquidity. Kwa ili turudi kwenye daily area of liquidity, kwa maana yake hii minor structure inaweza katupush turudi hapa ndio tubai tena. Kwa hiyo sasa nini tufanye? Tusubiri tuone maamuzi yanayoendelea kutokea hapa. Maamuzi yaliyotokea hapo tayari kuna mtu aliyetumia dakika 15 alikuwa shapata maamuzi hapo ndani ambao sisi hatuyachukua, tumechelewa. So nini tunatakiwa kufanya? Tusubiri tuone nini ambacho price inaweza ikatuoff. Inaweza ikafanya break hapa ikawa imetupa area of liquidity mpya, ikirudi huko ndani tunaweza kabla ya kufika kwenye haya maeneo haya. Hakikisha price haijarudi hapa unavokuja kutaka kuseli huko. Sababu kumbuke hii ni level ya masaa 4 ambayo inaweza ikatufanya sisi tupush kwenda juu. Kwa sababu ndo level ya FTA. Kwa price inatakiwa baada ya kuvunja irudi itupe transition plus the inside formations humo ndani, tuchape maji, tushuke tuingie kwenye area of liquidity ya masaa 4, tusubiri tuone nini price itatuofa. Ikituofa positions za kubuy, we will buy. Kama itagoma kutupa hizo position, tutasubiri. Kwa the view ya gold ni hiyo. Kuna mtu hajanielewa kwenye hiyo swala la kwamba tumemwangaliaje gold kutoka time frame kubwa mpaka time frame ndogo? Kuna mtu hajanielewa. Tumebakiza dakika 1 na naomba niwatakie usiku mwema, kwa sababu hii dakika 1 haiwezi kufanya chochote. Lakini naweza nikasema tu kwamba tumetumia muda mwingi sana kujibu maswali. Ila hicho ndicho ambacho naweza nikasema tunaweza tukadili nacho kuanzia saa 7 usiku. Mimi naamini tumeelewana wakuu, naamini kuna kitu mmekipata kipya, si ndio? Si ndio wakuu? Nashukuru sana. Mimi nashukuru pia kwa muda wenu. Mungu awabariki. Awasimamie hii wiki mkapate hela.